Blackbird, kasi, nguvu na mafunzo ya enzi ya vita baridi. Katika historia ya anga za kijeshi kuna ndege ambazo hazikubuniwa tu kwa ajili ya vita, bali kwa ajili ya ujumbe wa kisiasa na kisaikolojia. Miongoni mwao ni ndege ya upelelezi ya Marekani iliyojulikana kwa jina la utani Blackbird. Ilikuwa si tu chombo cha kijeshi, bali ishara ya ushindani mkali wa kiteknolojia wakati huo. Blackbird iliundwa na kampuni moja mnamo miaka ya 1960 chini ya kitengo cha siri kilichoitwa Skunk Works. Ilikuwa na uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi ya kilomita 3,500 kwa saa na kufikia urefu wa zaidi ya futi 85,000 angani. Kwa lugha rahisi, ilikuwa na kasi mara 3 ya sauti na iliruka juu zaidi ya ndege nyingine za kivita za wakati huo. Hadi leo inabaki kuwa moja ya ndege zenye kasi zaidi kuwahi kutumika rasmi na jeshi. Lakini swali la msingi si kasi yake tu, ni kwa nini iliundwa na ilitoa ujumbe gani kuhusu dunia ya wakati huo. Wakati wa vita baridi, Marekani na muungano wa Kisovieti ulikuwa katika mashindano ya silaha na taarifa za upelelezi. Upelelezi wa anga ulikuwa muhimu kwa usalama wa taifa. Kabla ya Blackbird, Marekani ilitumia ndege nyingine, lakini tukio la mwaka 1960 ambapo rubani Francis Gary Powell alidunguliwa juu ya anga ya Kisovieti ilionyesha hatari ya ndege zinazoweza kushambuliwa kirahisi. Blackbird ilijengwa kwa dhana mpya. Badala ya kujificha tu, ina uwezo wa kukimbia kwa kasi isiyoweza kufikiwa na adui. Kwa kasi yake, makombora mengi ya wakati huo hayangeweza kuipata. Hii ilikuwa teknolojia iliyosukumwa hadi mipaka ya uwezo wa binadamu. Mwili wake ulitengenezwa kwa titanium kwa sababu chuma cha kawaida kingeyayuka kutokana na joto la msuguano wa hewa kwa kasi iliyonayo. Mafuta yake maalum yalihitajika kustahimili joto kali. Hata marubani wake walivaa mavazi yanayofanana na ya wanaanga. Hata hivyo, kama ilivyo kwa silaha nyingine za gharama kubwa, swali la uhalali na uendelevu lilibaki kuwa kiulizi kisichojibu. Uendeshaji wa Blackbird ulikuwa ghali sana. Kadiri teknolojia ya satellite ilivyokuwa, hasa katika miaka ya 1980 na 1990, umuhimu wa ndege za upelelezi za kibinadamu ulianza kupungua. Hatimaye ulistaafishwa rasmi mnamo mwaka 1998. Hapa ndipo tahariri inapaswa kusimama na kutafakari. Blackbird ilikuwa ushindani wa ubunifu wa kibinadamu, lakini pia bidhaa ya hofu na mashindano ya kijeshi. Ilionyesha kile ambacho mataifa yanaweza kufanya yanapohamasishwa na tishio. Swali la kizazi chetu ni hili: je, ubunifu wa kiwango hicho tunaohamishia wapi leo hii? Katika silaha mpya au katika suluhisho za changamoto za karne hii, mabadiliko ya tabia nchi, nishati safi na usalama wa chakula. Kwa nchi kama Kenya ambazo hazipo katika mashindano ya silaha za anga, funzo si kuiga Blackbird, bali kuelewa nguvu ya uwekezaji katika sayansi na teknolojia. Mataifa makubwa yaliwekeza mabilioni katika utafiti wa anga kwa sababu yaliona usalama wao uko hatarini. Je, sisi tunaona kwa uzito ule ule tishio la ukame, mafuriko au uharibifu wa mazingira? Blackbird haikuwa tu ndege ya kasi, ilikuwa kielelezo cha enzi ambayo ilisimamishwa na hofu na ushindani. Leo tunahitaji Blackbird wa aina nyingine, miradi ya kisayansi yenye kasi, ujasiri wa uwekezaji wa dhati, lakini unaolenga kulinda maisha badala ya kuyaangamiza. Hapo ndipo historia inapokuwa mwalimu, si kumbukumbu tu. Nimekuwa mtunzi na mhariri. Jina langu ni Shoka Juma na hii ni Leo TV Afrika.